Pole sana rafiki yangu. Asante Linda. Ila mimi nilikuwa na wazo. Wazo lipi? Nafikiri tuende kanisani kwa Padri Jude tukamweleze haya. Kanisani? Lakini nini? Ni kwamba yeye ndoto ni mbaya sana. Kweli Linda, na ninamwomba Mungu aniepushe na hii ndoto, maanake sijui hata ina maana gani. Hata mume wangu pia usiku hajarudi na kuniaga anaenda wapi. Kwa bado ni kichwa kinaniuma, nashindwa kula, yani nawaza mengi, nashindwa nifanye nini. Naomba Mama Bikira Maria nisimamie kwa hili. Sasa naomba nielewe, inabidi tuende huko kanisani tukamweleze Padri George akatupatia na maji ya baraka, yatakusaidia. Mimi nimekuelewa na nitafuata ushauri wako. Kanisani mimi nitaenda, ila mimi ninachoomba, inabidi tudumu katika imani kwa vitendo. Ninaamini Mungu atatusaidia, ila haya yanayotokea ni majaribu ya Shetani. Ni kweli Linda, na naomba Mungu pia nisaidie niepushe kabisa na hii ndoto, maana kini mbaya, inaniumiza kichwa na mpaka nashindwa kula. Kama umenielewa. Sasa kesho saa 2 tuelekee wapi? Kanisani. Sawa. Mimi saa 2 nitakuwa niko tayari, nitakuwa nishajiandaa. Wewe ukija tu tutaenda, hata kama ukichelewa basi mimi nitakupitia. Ndio hivyo baba, lakini kinachoniumiza kichwa sana, hajarudi nyumbani na sina mawasiliano naye yoyote yale. Pole sana. Asante sana baba, lakini mimi nakusii kama paroko wako, dumu katika sala, zidi kumwomba Mama Bikira Maria aweze kusimamia sisi sote. Nakumbuka hata Bwana Yesu Kristo alipitia majaribu kama haya, lakini pia alibeba misalaba yetu sisi wanadamu. Tunaona hata watakatifu wetu, Mtakatifu Rita wa Kashia alipitia changamoto nyingi, lakini alisimama katika imani. Nami kama padri wako taendelea kukuombea ili mume wako arudi, uendelee kusimama katika ndoa yako. Na Biblia Takatifu inatufundisha, na kuna sehemu anasema mwanamke mpumbavu huonja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Amina imani, wewe sio mwanamke mpumbavu, wewe ni mwanamke shujaa. Dumu katika sala, dumu katika imani. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Nitafunga nikusali pia ili mume wangu arudi salama. Asante.